Hapa kwa Someone's Money kuna yuyu Bazu. Mnaona anaitwa Big Donor. Ako na mado. Ako na cash money. Jamaa ako liquid mbaya, ako maziwa hatari. Tulishaelewana kwa lile darasa ambalo lilipita kwamba umaskini si bahati mbaya wala nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya. Sasa leo tunataka tujue uongozi mbaya unatoka wapi. Na uongozi mbaya unatoka katika uchaguzi. Uchaguzi ambao unahusisha vyama na wagombea. Wagombea hawa wanatoa wapi hela za kampeni? Sasa leo tunataka tuongelee hela za kampeni, yani campaign financing, na jinsi ambavyo inaleta umaskini. Sawa sawa? Sasa we want to talk about how political campaigns are funded, a breakdown, yani hela za kampeni zinatoka wapi. Number 1, inaweza katoka kwa your own money. Sawa sawa? Na unaona hapa imeandikwa run out quickly. Unaona huyu ako na kijasho kinamteremka hapa kwenye uso kwa sababu anang'ang'ana kujaribu kutumia hela zake. Kumbuka kwamba kampeni Kenya, they are not cheap. Wacha nikuonyeshe. Ukitaka kuwa MCA unahitaji karibu milioni 5 kufikia milioni 10. Ukitaka kuwa mbunge unahitaji kati ya milioni 50 na milioni 100. Ukitaka kuwa governor unahitaji kati ya 300 million to 1 billion shillings. Ukitaka kuwa rais unahitaji kati ya bilioni 10 kuelekea juu. Hizi ni hela nyingi sana. Sana. This is a lot of money. And 99% of the Kenyans hawana hizi hela. Kuna wale watu wachache ambao hubahatika kuchaguliwa bila hela, without money, like John Paul Mwirigi, Peter Salasia. Lakini wengi wa wagombea huwa wanahitaji hela nyingi sana kufanya kampeni. Sasa leo tunataka kujua hizi hela hutoka wapi. Na tumeanza na number 1 ambayo inaweza kuwa your own money. Na ukisoma hapa imeandikwa unless you are a multi-billionaire, personal funds deplete fast. Yani unless wewe ni billionaire, multi-billionaire, fedha zako zitaisha haraka sana. Nakumbuka kuna wakati nilifanya kampeni pale Mukuru kwa Njenga, nilifanya rally pale. That rally alone, that was just one day, it costed me 1 million shilling. So una imagine kama siku moja peke yake nilitumia shilingi milioni 1, you can imagine what a campaign would look like. Hiyo ni rally moja tu nilifanya pale na ilinikost shilingi milioni 1. Sound, stage, lights, security, nini, wale vijana wa mtaa kutuliza hapa, kufanya hivi, kuwa na backup generator, kurent kiwanja, nini, vitu kama hivyo. Tuje number 2. You can use someone's money. Na hapa kwa Someone's Money kuna yuyu Bazu. Mnaona anaitwa Big Donor. Ako na mado. Ako na cash money. Jamaa ako liquid mbaya, ako maziwa hatari. Unaona hapa utaona huyu mgombea ako na tukamba. Yani inamaanisha huyu donor ndiye ana control huyu. Unaona hapa imeandikwa you owe me. Uko na deni langu. Sawa sawa? Na unaona kwa mkono huyu mwanasiasa ameshika policies and programs, lakini zimepigwa stamp ya red ambayo inasema owned by the donor. Sawa sawa? Kwa hivyo wewe unaweza ukaenda kwa debe, upange line kutoka asubuhi mpaka jioni kumpigia mwanasiasa ambaye unampenda. Lakini kama si wewe ulitoa hela za kampeni, jiulize alitoa wapi. Kwa sababu yule ambaye alimtolea hela za kampeni ndiye ata control policies na programs. Sasa ndio maana huwa mnashindwa. Huyu mwanasiasa tulimpigia, tuliona ni mtu mzuri, mbona hafanyi mambo mazuri jinsi ambavyo alituahidi? Sababu ambayo hawezi kufanya yale mambo mazuri ambayo aliwaahidi ni kwa sababu ako controlled na the big Bazu ambaye ndio the big donor. Sasa twende number 3. People's money, yani pesa za watu. Na unaona hapa imeandikwa our campaign, our investment. Kampeni yetu ndio investment yetu. Na unaona wananchi hapa wanaweka small contribution, kila mtu anatoa 100, 200, 300, 1000, 2000, wanajaza kikapu na imeandikwa hapa voters own the campaign and see it as their investment. Yani hii ni number 3, ile Morara Kebaso alijaribu kuintroduce, ambayo wewe kama mpiga kura you own the campaign. Hii campaign inakuwa ni yako na inakuwa ni wewe ndio unaichangia kwa kutoa hela kidogo. Hakuna mtu atasikia mzigo.
Kwa sababu ukiambiwa utoe shilingi 100 ama shilingi 200 ama 1000 kulingana na uwezo wako, unapata kwamba huo mzigo si mzito, lakini mkiachia candidate huo mzigo unakuwa ni mzito. Ndio maana wakati mlikuwa mnapewa pay bill, mnachanga hela za kuenda Vampire Diaries, tulienda kaunti zaidi ya 32 na tulitravel more than 29,000 kilometers. Ukijaribu kufanya hiyo kazi wewe mwenyewe, kuna sababu kwa nini hakuna mtu amewahi kuifanya. Ukijaribu kuifanya wewe mwenyewe utaona kwamba it's very expensive. Leo unahitaji 10,000, 20,000, 30,000, mara ni mafuta, mara ni security, mara ni nini, mara mmeenda mahali mbali kama Voi, hamwezi kurudi nyumbani, lazima mlale. Zile hela zinakuja zinakuwa ni millions. Unapata imefika hata 5,000,000, hata 10,000,000 in several months. Tuseme kama umefanya miezi 5 ama miezi 6, unapata zile hela zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hivyo kama uko na support ya wananchi na ndio wanatoa 100, 200, unakuwa kwamba unaweza kuendelea na ile kazi because their campaign is their investment. Yani inakuwa hiyo kitu ni yao, sio yako. Sawa sawa? Twende number 4. Number 4 inaenda hivi. Hii unatumia hela za serikali. Jinsi ambavyo Ruto atatumia pesa za serikali kucampaign in 2027. Sasa hii inaendanga hivi. Unakuwa MCA. Unachukua kandarasi katika county ama unakula ward fund, unatengeneza pesa ya kutosha, unakuwa MP. Ukikuwa MP, unakula pesa ya CDF. CDF huwa wanapewa milioni 100 kila mwaka. Unapea watoto hapo basari 2, 3, wengine ni watoto feku. Ni hiyo pesa unajua inaenda kwa akaunti yako. Unakula kickbacks, yani wakati waziri ameletwa pale bunge kuulizwa maswali, mbona hela fulani zimepotea kwa ministry, anakupatia shilingi milioni 1 unyamaze. Unapata umetengeneza hela nyingi sana. Unatumia hizo pesa kucampaign, unakuwa governor ama cabinet secretary. Kumbuka cabinet secretary sana sana na PS huwa zinanunuliwa. Yani unapata pia rais ama deputy president pia anauza. Ukitaka unampea milioni 20 ama milioni 100 na kufanya kuwa CS. Kwa hivyo unapata hiyo governor, unakuja una campaign na zile pesa ambazo uliiba ukiwa mbunge ama ukiwa women rep ama ukiwa senator, unakuwa sasa governor ama CS. Ukitoka hapa unakuwa president. Yani ukiwa governor sasa unaiba pesa. Kwa mfano Nairobi County iko na budget ya 40 billion every year. Hiyo 40 billion unapata unaiba kama 20, 30 billion ama 15 billion kila mwaka. Hiyo pesa inatosha sasa kuja kurun for president. Sasa ukirun for president mwisho wake ni you change nothing. Huwezi kubadilisha kitu kwa sababu you've grown through the system. Sasa wewe huwezi kubadilisha kitu kwa sababu hiyo inaitwa the cycle of corruption. Sawa sawa? Pia hii picha inaweza ikakudemonstratea hiyo kitu. Unaweza ona huyu is using his own money, ashaishiwa, hata ameshika mshipi na mifuko imeenda empty. Unaona huyu ametumia hela za mtu, yeye ndiye anamcontrol na vidole. This is when you use somebody's money. Na unaona hawa wamefurahia kwa sababu wao ndio wanachangia kampeni yao. Na unaona hii ni incumbency loot ile number 4 ambayo unashinda MCA, unaiba welfare, unanunua kiti ya MP, unaiba CDF, unakuja unaiba kama governor, unapata CS position, unapiga deals corrupt hapa, you run for president, alafu unaibia sasa Kenya vizuri. Sasa unakuwa kama huyu Bazu hapa mwenye suti, mwenye mahela hapa, zinaitwa kickbacks. Kickbacks yani inakuwa ni ile hongo ambayo unapewa kama umeshikilia kiti cha serikali. Kwa hivyo wewe kama Mkenya jiulize, kwa hizi option 4 una prefer gani? Kati ya number 1, number 2, number 3, number 4, nataka ucomment hapo chini. Ambia mwalimu unataka gani kwa hizo, ili sisi tuanze sasa kuelewa umaskini inaletwaje na hela za kampeni. Usiamini kila ambacho mwanasiasa anakuambia. Mwanasiasa anaweza akakwambia mambo matamu, lakini kama sio wewe umefund ile kampeni yake, ujue yule ambaye amemfund ndiye ambaye atacontrol jinsi ambavyo atafanya kazi yake, na itakuaffect wewe kwa sababu mwisho itakuletea umaskini, kwa sababu kitu ambaye itafanyika ni ataua viwanda na atafanya ufisadi wa hali ya juu. Tuonane darasa lingine. Always read ahead of the teacher kama kawaida. Niliona jana Mheshimiwa John Mbadi pamoja na Mheshimiwa Honorable Junet Mohamed wakilalamika, wana complain. Wanasema some of the ODM officials have been meeting with Uhuru Kenyatta to sell ODM party to Uhuru Kenyatta at a cost of 1 billion. Mimi nikasikiza watu nikashangaa. Yani these people,
Wanalalamika kwamba Uhuru ananunua political party, yet Uhuru shamelessly owns a whole community together with its kingpin. Wanalalamika kwamba Uhuru Kenyatta is buying a political party, yet he is not buying it for himself. He is buying it for someone else, na wako na yeye hapo. Why are you angry at the bank that will clear the check instead of the one that is writing the check? Mwenye Uhuru ananunulia chama si muko na yeye. If you want to know how many political parties Uhuru owns, enda hapa Nairobi. Kuna party ya Luya Western iko headquartered hapa Nairobi. Enda uangalie title deed ya hiyo nyumba mahali iko headquartered. Muangalie title deed, who is the owner. Mukisha angalia title deed, you will know how many parties Uhuru owns. Niliwambia, hii Kenya, mwanasiasa ako kadi. Mtu mjinga ni mwananchi peke yake. Wanasiasa wako kadi kabisa. Mimi naona John Mbadi analalamika ati ODM inauzwa. Ukikaa pale kwa cabinet, huoni Uhuru hapo? You sit in the cabinet, you don't see Uhuru. Huoni Uhuru hapo? 1, 2, 3, 4, huoni Uhuru? Surely, I don't think you are that dumb. I don't think you are that dumb. Kabla hujaondoka kijijini Morara Kebaso, kabla uende ndugu yangu, shauri hili peleka mijini na mashambani, ujumbe huu utendeka. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndiyo inayotutesa. Kabla hujatoka kijijini, ujumbe huu upeleka, haki na kweli julikane, ukombozi uanze kutendeka. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndiyo inayotutesa. Kabla hujatoka kijijini, ujumbe huu upeleka, haki na kweli julikane, ukombozi uanze kutendeka. Kabla hujaondoka kijijini Morara Kebaso, kabla uende ndugu yangu, shauri hili peleka mijini na mashambani, ujumbe huu utendeka. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndiyo inayotutesa. Kabla hujatoka kijijini, ujumbe huu upeleka, haki na kweli julikane, ukombozi uanze kutendeka. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndiyo inayotutesa. Kabla hujatoka kijijini, ujumbe huu upeleka, haki na kweli julikane.